Ni saa moja na dakika 36, msikilizaji. Tumepata nafasi ya kusikia wimbo huu japo kidogo, na nilikwambia nitakuwa na mwimbaji hapa, na ni wakati sahihi ambao tuweze kuzungumza naye hapa moja kwa moja hapa studio za Elolama FM. Shalom mtumishi. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Karibu sana. Asante sana, asante sana. Okay, msikilizaji anatamani kujua niko na nani hapa studio? Hapa studio kwa sasa upo na Analie Chatanda. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Okay. Karibu sana. Asante sana. Tuambie huduma yako umeanza lini? Sasa hivi tunazungumza na tumeusikia wimbo wako kidogo. Huduma yangu kiukweli nimeanza toka miezi mitatu iliyopita. Ndiyo, miezi mitatu iliyopita. Na ushawishi umetoka wapi, ama nini kimekufanya uingie kwenye huduma ya uimbaji wa nyimbo za Injili? Kiukweli ni mimi tu vile nilivyojitazama. Ni wapi nilikotoka, ni wapi nilipo, na ni wapi ninakoelekea. Okay. Basi nikatambua ni nini natakiwa nikifanye. Kabla hapo ulikuwa ukifanya nini? Ukasema acha niingie kwenye uimbaji. Kiukweli historia huwa zinakuwa zina faida, pia zinakuwa zina hasara. Kwa hiyo kuna historia ambayo ilinifanya niweze kugeuka na kumgeukia Mungu ambaye yeye ndiyo muweza wa yote, na yeye ndiye aliyetuumba sisi binadamu wote. Okay. Ni historia gani hiyo? Unaweza kutushirikisha ama? Hapana, historia unajua, ndio maana huwa tunaomba neema kwamba Mungu ikiwezekana tunaomba utufanye tusahau yale yote ambayo tumeyapitia, kwa sababu unakuta tulikuwa tukimkosea Mungu kwa upande mmoja ama mwingine. Unataka kusema ile historia ya nyuma haifurahishi? Kiukweli kwa upande wangu mimi haifurahishi, na ndio maana nimeingia moja kwa moja kwa miguu yote miwili, kwa akili zangu na kwa moyo wangu wote. Okay. Kwa hiyo kwa namna ambavyo pengine hiyo hautamani hata ushare na mtu mwingine, unataka kumwambia nini sasa yule anayekusikiliza kwamba Mungu anabadilisha, ama kuna nini zaidi hapo? Huyu anayenisikiliza kwa sasa, nataka nimwambie hivi, naye pia Mungu ampe neema. Ajitazame alikotoka, alipo na wapi anakoelekea. Alafu achukue hatua. Yes. Maana wewe umeshachukua hatua. Ndiyo. Hatua yako ni ile kuanza kuimba, ama hatua yako ilianzaje? Hatua yangu ya kwanza ni kwanza kumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Okay. Yes. Na ndipo ukasema sasa, baada ya kukiri kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukasema acha nianze kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Ndiyo. Okay. Ndiyo. Katika kuanza ni miezi mingapi tu umesema miezi mitatu tu. Mitatu. Umefanikiwa kurekodi kazi ngapi? Mpaka sasa nimefanikiwa kurekodi kazi 5. Kazi 5. Ndiyo. Kazi 5, miezi mitatu. Ndiyo. Na kuna namna ambayo umetuambia kwamba kuna yani historia yako vile ilikuwa, lakini nyimbo 5 kwa mara moja, kuna usaidizi wote ambao umeupata katika kuziandika nyimbo zako, ama zilikuwepo? Hapana, hizi nyimbo unajua ukiwa karibu na Mungu, ndiyo, kila kitu kinakuja. Okay. Especially unakuwa unataka kufanya jambo ambalo ni la kimungu. Kwa hiyo mimi huwa sikai chini na kuweza kuandika kwa kutumia peni. Na badala yake huwa nakaa na mtafakari Mungu. Na tafakari pia maisha yangu. Ndipo inakuja idea pale pale. Ndiyo. Maana unaenda zako studio. Ndio, naenda zangu studio pale. Natengeneza kazi ambayo nahisi kama itawafaa na watu wengine. Wimbo wako kwanza baada ya kuanza kurekodi, yani unapoanza tu kurekodi, ulikuwa ni wimbo gani, unaitwaje? Wimbo wangu wa kwanza unaitwa Umejiandaaje. Umejiandaaje. Huu wimbo Umejiandaaje unazungumzia nini? Huu wimbo unazungumzia tumejiandaaje, unazungumzia sisi? Hapo sasa ni yani nakuuliza wewe sasa, wewe ambaye wewe mwenzangu umejiandaje? Kwa sababu mimi mwenzako tayari, kama mimi mwenzangu nimeshajiandaa. Wewe je, umeshajiandaa? Kwa safari ya kwenda mbinguni. Kwa safari ya kwenda mbinguni umejiandaa? Okay. Ndio.
Kwa hiyo namna hiyo unatuuliza, lakini unatuambia tujiandae. Ndio maana yake. Okay, sawa. Tumesikia huu hapa wimbo kidogo. Unaitwaje huu? Huo unaitwa Moyo Wangu. Moyo Wangu. Yes, Moyo Wangu. Kwa nini Moyo Wangu? Moyo wangu mimi ndio narudi pale pale kwamba nilikotoka, nilipo na ninakokwenda. Kwa macho yangu ya nyama nimeshaona vitu vingi sana. Sijui unanielewa. Na kama nimeshaona vitu vingi, ina maana nimejifunza mengi. Kwa hiyo nikauambia sasa, mimi baada ya kujifunza vitu vingi, nikauambia moyo wangu, moyo wangu tulia. Sababu haya mengine haya yapo mengi sana ambayo yanafurahisha katika macho ya nyama. Lakini ni ubatili tu. Kwa hiyo kuna namna unataka kutuambia jambo kwamba haya yanayofurahisha kwa macho ya nyama tusijisahaulishe nayo. Ndiyo maana yake. Okay. Kwa hiyo nyimbo zako ziko tayari pengine mtandaoni huko, mtu akiingia YouTube anaweza kupata ama bado? Yes, akiingia YouTube angalie pale kwa jina la Annalie Chatanda. Basi atazipata pale. Okay. Uko kasi sana. Miezi mitatu tayari kila kitu mtu anasema bado na kama mambo sawa. Muda mchache. Kwa hiyo kama muda ni mchache, basi inatubidi tufanye. Okay. Kwa hiyo umejikita zaidi kwenye kuimba. Ndio. Okay. Na yule ambaye anakusikiliza unahitaji afanye nini kwenye huduma yako? Kusupport kwa namna gani? Huyu ananisikiliza, ningependa sana anisapoti hata kwa mawazo yake. Ndio. Lakini pia hata kwa chochote ambacho atakuwa anaweza kunisaidia, basi anaweza kunisaidia. Okay. Ili niweze kuendelea mbele zaidi. Unatamani kukamilisha nyimbo zako kwa namna gani, pengine ukasema rasmi sasa mtu anaweza kazipata, ama aingie tu mtandaoni kwa maana YouTube pengine azipate kazi, ama una mpango wa kutengeneza album, ama mpango wako ukoje? Mpango wangu ni kutengeneza album. Okay. Lakini pia hata kwa atakayeingia tu na kupakua, yote ni sawa tu. Atazipata tu. Okay, sawa. Tutajie mawasiliano yako, watu wanakupataje ikiwa wanahitaji kukusupport, alafu tumalizie sasa kusikiliza wimbo huu. Okay, sawa. Mawasiliano yangu mimi ni 0744 051 578. Unaweza kurudia tena? 0744 051 578. Okay. Lakini ipo nyingine. Ndio. Ni 0622 256 157. Okay. Yes. Sawa. Msikilizaji, tunasikia wimbo huu Moyo Wangu kama ambavyo umesikia kidogo wa ndugu yetu ambaye tuko naye hapa, mtumishi wa Mungu Annalie Chatanda. Moyo Wangu kwa hapa tumalizie, alafu tutarejea tena. Alafu kwa wewe moyo wangu
faida gani kama ukitafuta vitu vya duniani usiku na mchana?